lakini kwa msaada wa Mungu inawezekana. Ndio maana ile siku ya ndoa pale kwenye yale matamshi, nitamtii. Mchungaji aliyenifundisha ndoa mara 3 zote. Nitamtii. Nitamtii, rudia tena. Nitamtii, rudia tena. Mara 3. Nikasema jamani, huyu baba alijuaje na mishemishe kibao? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu na sisi tuna akili. Si ndio? Wanawake si tuna akili zetu, na sisi tuna mipango yetu kibao tu. Lakini unafika unaambiwa kwamba wewe akisema huku ulishaanda kwa. Yaani anakosema geuka, nyuma geuka. Wakati una mambo yako, kwa lazima sengine ukubali kuwa kiwiliwili kweli kwamba uongozwe na nini? Hiyo imekuwa ngumu, watu wameshindwa kukaa kwenye ndoa kwa sababu ya kushindwa kuwa na nini? Na utii. Mwambie Mungu nisaidie. Kuna mama mmoja nilikutana naye ananiambia, "Mama, niko kwenye maombi ya kufunga kuomba Mungu anifundishe namna ya kuishi na huyu mwanamume." Kwa sababu ameona kwa akili zake hawezi. Jamani, ni kazi. Yaani ndoa sio kitu tepesi, ni kazi, lakini kwa msaada wa Mungu tunaweza. Filipi 4:13 nasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye. Kwa hiyo na maana hata hapo ambapo hapawezekani kipatawezekana. Amen. Amina. Alafu wakati mwingine mwanamume akiona kwamba huko nako endaga kuna manufaa, wakati mwingine unamletea kile kitu anapenda. Kama anapendaga mishikaki, anapendaga kitimoto. Siku hiyo wao mahindi hata ya kuchemsha. Ukaenda huko ukaja nayo. Atasema hiyo safari, unaenda ile safari ambayo unaletaga mahindi. Haya, nenda mke wangu. Lakini anaona unamwacha alfajiri na mapema.